Bana, mambo ni gani? Mambo ni vipi? Leo nimekutana na moja kati ya dereva kijana kabisa, wanamuita Janjalo truck driver. Bana, mambo vipi? Poa, kwema. Shwari. Mungu ni mwema. Inasemekana kwamba madereva wengi kwa sasa kama mepanic hivi kutokana na bei za mafuta. Hilo kwenye bei la mafuta tujapanic kwa sababu ni vitu ambavyo vinaeleweka kwa matajiri wenyewe kuhusu transportation. Maana bei ya mafuta ikipanda na transportation inapanda. Hivyo yani. So yolo mwisho wa siku unakuja kukuta tunakuja kuumia ni sisi watu wa hali ya chini, kwa sababu vitu transport ikipanda bei, watu wanakuja kununua vitu vya chini ndio wanakuja kuuza bei kubwa. Kwa hiyo ni hivyo yani. Okay, inawezekana pia kwa namna moja ama nyingine muwe mnanufaika pia kutokana na bei kupanda, na nyie kuna namna fulani maisha yanakuwa mazuri. Amna, tunachonufaika zaidi ya mishahara yetu na posho zetu za safari ni hizo tu. Kila kwenye swala la mafuta amna dereva ananufaika kwa mafuta bosi anatoa ambayo inaenda safari na kurudi safari. Amna kingine tunachonufaika nacho zaidi ya mishahara yetu na posho zetu. Okay. Sifa kuu ya dereva wa lori ni sifa kuu ya dereva wa lori ni mtu ambaye anajali familia sana. Yaani dereva wa lori miongoni ya asilimia kubwa wake wa madereva wa malori ndio wanaishi vizuri kuliko yani kwa ufananishi na wanawake wote. Atakula vizuri, atalala vizuri, atavaa vizuri na familia yake itaishi vizuri. Sinanielewa. Kwa hiyo familia ya dereva wa lori ndio inaongoza kuishi vizuri kuliko familia yoyote. Yaani iko hivyo. Kwa mwanamke akipata mwanaume ambaye anafanya kazi ya udereva hasa katika magari haya makubwa anakuwa amebahatika. Yaani mwanamke ambaye akipata dereva wa lori amekuwa amebahatika, mpata bahati kubwa sana. Hivyo kwa sababu dereva wa lori kwanza yeye yuko tayari yeye alale njaa, ila mke wake au familia yake ifanyaje ile iishi vizuri. Yaani iko hivyo. Dereva wa lori atatembea atakula kutwa mara moja, lakini atahakikisha familia yake inakula kutwa mara tatu vizuri kabisa. Iko hivyo. Ni mkasa gani usha kukutana nao barabarani ukaona hii kazi sio kazi kabisa? Mikasa ipo, inatokea changamoto za kuibiwa mizigo. Hasa sisi ambao tulikuwa tunasafirisha mambo ya loose cargo, mizigo ambayo inafunga turubai, hiyo ipo inatokea. Nishachanio turubai kaibiwa mzigo, mbolea, kwa hiyo shoti za kawaida nazo, lakini tunapambana nazo. Hivyo unaweza kuoa mwanamke mwenye mtoto? Mimi siwezi kuoa mwanamke mwenye mtoto kwa sasa. Kwa nini? Sana tunaleaje majukumu ya mwenzangu wakati mwenyewe natakiwa mimi nimchukue mwanamke ambaye hana mtoto ndio nitaelewana naye. Kwa of course yeye ndio afadhali nimchukue mwanamke mwenye mtoto, atasema anampeleka kwa baba yake akamwona afu mwisho siku sana anazunguka. Kwa hiyo kitu siwezi kufanya. Wanasemaga kwamba wanaume huaga wapendi kuoa mwanamke mwenye mtoto hata kama wewe mtoto ni wa kwao. Na wewe kweli upo hauwezi kuoa mwanamke mwenye mtoto hata kama mtoto ni wa kwao? Kama mtoto wa kwangu namuoa, maana si nalea mtoto wako. Kama mliachana then mnakuja. Namuoa. Yule namuoa fresh, haina shida. Yeah. Okay, ni vigezo gani ambavyo madereva wa lori huwa hampendi kwa wanawake? Vitu gani ambavyo madereva wa lori hamvipendi kwa wanawake? Ni wale wanawake ambao wanakuwa na makundi. Of course sisi tukichukua mwanamke tunahitaji mwanamke ambaye ana akili timamu sana. Yaani dereva wa lori kishaona amekuchukua amekuweka nyumbani kwake au amekuweka nyumbani kwake, basi mwanamke mwenyewe anatakiwa unajitambua sana. Ila nje hapo hautaweza kusurvive na muda mrefu hata kama atakuwa anakujali vipi. Hivyo. Mapenzi, kazi pamoja na familia, ipi ni kitu kipaumbele sana kwenu? Mapenzi, kazi pamoja na familia, vyote vipo kipaumbele kwa sababu vyote ni vitu muhimu. Familia muhimu, kazi muhimu, au familia haiwezi kula bila kufanya kazi. Kwa hiyo tunajali kazi, tunajali familia, hivyo na mapenzi lazima yawepo. Hivyo. Okay, natamani kufahamu pia kwa ufupi, kwa sababu wewe ni moja kati ya madereva ambao mnafanya kazi lakini umri wako ni mdogo sana. Watu wengi wanaamini kwamba hii kazi wanatakiwa wafanye watu wale ambao age go, unajua? Kwako wewe ni dereva gani mzuri kati mwanamke, kijana au mzee? Madereva vijana. Madereva vijana si ndio madereva wazuri sana kwa sasa hivi. Ila kumekuwa na changamoto kubwa kuonekana madereva vijana wenye kuanzia umri wa miaka 25 hapa mpaka 28 30 tunaonekana kama ni watu ambao tunakuwa wabovu kwenye kazi. Hilo wanatafsiri watu wazima ambao wao wanatuona kwa sababu sisi tunafanya kazi kwa wakati, kwa weledi. Kwa hiyo wao wanakuja kutafsiri vibaya kwa kama sisi hatuangalii maslahi, lakini all vijana ndio dereva pekee ambaye anaangalia maslahi, anaenda kwa wakati, anarudi kwa wakati. Sasa wao walichoamini kinachofanya waongee hivi kwa sababu waliamini hii fani wataendesha watu magari miaka yote, watu wazee. Kwa sasa walivyoona vijana sasa hivi na magari sasa hivi ni mengi, vijana ni wengi na wanafanya kazi vizuri. Kwa hiyo kuna vijana wanafanya kazi vizuri, wazee wanaanza kuleta, baadhi yao wanaanza kuleta maneno ambayo
hayapo kuonekana vijana wanaharibu kazi, lakini ni kitu ambacho hakipo. Kuna watu huwa wanasema bwana, kazi ya udereva ni kama option B hivi, yani mtu baada ya kufeli shule hata alikuwa na ndoto zake, let's say labda na ndoto kuwa daktari alafu akashindwa kuwa daktari kwa sababu alifeli masomo, ndo anaamua kukimbilia kwenye udereva. Yani kwamba kama udereva ni kitu ambacho watu wanakikimbilia, watu ambao wamefeli shule wanakimbilia udereva. Ukisikia kauli hii binafsi yako wewe kama dereva, huwa inakugusa kwa namna gani? Mimi najisikia vibaya kwa sababu kazi ya udereva ni kazi ambayo ningesema ni kazi nzuri. Ni kazi ambayo ya kipekee sana, ambayo ni kazi ya kipekee, ni kazi nzuri kutokana na kampuni au shirika jinsi lenyewe wanavyofanyia kazi na wanavyolipa. Bana, kuna madereva wengi sana ambao wanaogopa kwenda baadhi ya maeneo ikiwemo nje ya nchi, kwa mfano labda Kongo na nchi zingine. Kwanza binafsi yako nataka kujua ni nchi gani ambayo kama dereva wa lori unaogopa sana kwenda na ni kwa nini? Of course mimi nimetembea nchi kadhaa Afrika, lakini nchi ambayo pekee naogopa kwenda ni kwa sasa ni Kongo, kwa sababu sijaenda, lakini naogopa kwenda kwa sababu naona na matukio yake na naona jinsi madereva wanavyolalamika upande wa maslahi ya kwenda Kongo. Kwa hiyo Kongo sitamani kwenda. Kwa nini? Kwa sababu ya eka amani ni ndogo, ndio hivyo sasa, na maslahi baadhi ya kampuni zina maslahi yao ni madogo. Kwa hiyo sijashawishika kwenda Kongo. Na sitakuja kushawishika kwenda Kongo. Wanasema pia kuna namna moja ama nyingine madereva wa Tanzania waga wanapigwa sana kule Kongo. Ipo hiyo ni sahihi, na naona mimi naona kwenye mitandao. Sijafika, lakini naona kwenye mitandao, tunaona kwenye magrupu jinsi matukio yanavyotokea na tunaona. Tuambie mkasa gani ambao ulikuumiza sana ulivyosikia kwamba kuhusiana na dereva wako wote ambaye alitoka nje ya Tanzania? Kuna rafiki yangu wa karibu kabisa, huyu na uhakika naye kwa sababu alishaendaga Kongo sana mwanangu, ila end of the day yeye changamoto ambayo ilimfanya mpaka leo hii asitamani kwenda Kongo, sababu alitekwa mwanangu. Kwa hiyo alinusurika kufa, lakini mpaka leo mwanangu hataki kabisa kwenda Kongo. Na ndio amenithibitisha mimi, amenifanya mimi nisitamani kabisa kwenda Kongo. Alitekwa Kongo? Yes, alitekwa. Alitaka kuibiwa kopa, alikuwa mpakia kopa na rudi Tanzania. Hivi ni kitu gani ambacho kama madereva mkikibeba ama amini mzigo gani ambao mkiubeba kwenye gari mkiwa katika safari huo yani huo unaogopa sana ile, yani unakuwa hauna amani kabisa? Mizigo yote asilimia nyingi inakuwaga ni mizigo ambayo inatakiwa kulindwa sana. Hasa hii mizigo ambayo ya loose cargo ambayo inafunikwa tofauti na container, ila kwa container mzigo najua kidogo usalama ni mkubwa zaidi kuliko mizigo ambayo imefungwa turubai. Hasa kama hao wanabeba kopa ndio mzigo ambao unahitaji tahadhari kubwa sana. Ndio ambao unasababisha madereva wengi sana kutekwa, kufanya wengine kupigwa risasi kwa sababu ya thamani ya ule mzigo. Na sheria yao ule mzigo mpaka saa 12 ndio umepaki gari mapema. Chochote cha kuambia watu ambao wanakutazama kwa sasa? Watu wananitazama kwa sasa, mimi niseme kitu kimoja. Kwanza niseme asanteni kwa yote, lakini nachowashauri tuwe na umoja, hasa sisi kwenda madereva. Tuwe na umoja kwenye kusaidiana, tusaidiane. Ukikuta mwenzio amepata shida hivyo yani. Hiyo bana, asante sana. Asante. Lakini subiri. Mkate. Lakini na kuongezea, miongoni mwa changamoto ambazo tunakutana nazo zingine kwenye baadhi ya nchi, sababu mimi nimetembea, nimeenda Zambia, nimeenda Rwanda, nimeenda Uganda, nimeenda Kenya. Lakini miongoni mwa changamoto ambazo tunakutana nazo hizo ni hususan sisi madereva wa kigeni. Polisi wa kule wakishaona gari za kigeni waga wanatusumbua kiasi. Baadhi ya nchi wanatusumbua sana, baadhi ya nchi inakuwa kiasi. Sio tu gari ya kigeni pembeni, hata kama ikawa mpya atakutafutia kosa ambalo alipo, ili mradi tu kutengeneza mazingira fulani. Inakuwa tunakosa amani kwenye hili. Kwa hiyo ni miongoni mwa changamoto kubwa ambazo tunakutana nazo. Hivi ukaguzi wa trafiki wa Bongo na ukaguzi wa trafiki wa nje ya Bongo, upi ni noma yani? Bongo ni pazuri zaidi kwa sababu wanajua utaratibu wa ukaguaji wa magari yao. Lakini sasa kufika nje ashakujua wewe ni mgeni. Kwa askari akeka pembeni na anaweza kutafutia kitu ambacho wewe ukijui kwa mifumo ya nchi yao wakati mwingine ambacho wamejiwekea. Anaweza kaona kabisa gari mpya, lakini akatafuta tu sababu ili mradi tu yeye akutengezea mazingira magumu. Ndio hivyo. Ndio, vipi kuhusiana na lugha kwa matrafiki wa nje? Waga sio shida kweli? Ni shida kwa watu ambao hawajasoma, of course, kwa sababu mimi najua lugha ya Kiingereza mimi sinaijua. Kwa hiyo kuna baadhi ya madereva ambao hawajasoma, kwa hiyo kidogo inakuwa changamoto ile, wanashindwa lugha gonga, wanashangaa wanaongea kwa ishara tu hivi na hivi. Kwa hiyo inakuwa changamoto kwa baadhi ambao hawajui lugha, na hata mteja, asilimia kubwa anampelekea mteja wale wanaongea ni lugha ya Kiingereza kwenye mzigo. Lugha ni Kiingereza au lugha yao ambao wao
wanaitumia hiyo nchi. Kwa mantiki hiyo tutarudi pale pale kwamba madereva wengi hawajasoma. Hapana, madereva wengi wamesoma, ila sasa unajua usomaji wetu sio ule ambao kuonekana lugha kukaa mdomoni mara kwa mara, kwa sababu huku kwetu ukirudi umeongea na huyu umeongea na huyu, kwa hiyo inakuwa haiko clear muda wote. Vipi swala la miundombinu kutoka Tanzania kwenda nje ya nchi? Miundombinu ni mibovu, wakati sehemu nyingine miundombinu ni mibovu. Hii imekuwa ni changamoto kubwa sana, hasa upande wa kuanzia barabara kuanzia Igawa kuelekea mpaka kufika Tunduma. Of course miundombinu ni mibovu sana, barabara nyembamba. Yes, barabara nyembamba, barabara ina mashimo. Kwa hiyo wakati mwingine kumekuwa na ajali nyingi sana ambazo zinajitokeza zinasababishwa na ubovu wa miundombinu. Alafu mwisho wa siku unakuja kuonekana si madereva ni wazembe, lakini madereva tunajitahidi sana kuwa makini barabarani, ila miundombinu ndio inatufelisha, inasababisha ajali zingine zitokee. Kwa hiyo kirekebisho, tuomba serikali turekebishie miundombinu, asile barabara kutokea Igawa kuelekea mpaka Tunduma. Ile barabara ikirekebishwa pale kutakuwa afueni sana, bali barabara inatumika sana, malori mengi sana kuliko sehemu yoyote. Kubali. Yes.